Karibu tena kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya ya uzazi. Uko pamoja nami Dr. Kahibi Bernard, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Kama masomo haya yanakujengea uwezo na uelewa kuhusu afya ya uzazi, basi usisahau kubonyeza kitufe cha neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata video ninayopenda kuitoa. Sasa leo tuna somo muhimu sana linalohusu sababu za kujifungua kwa njia ya upasuaji. Si kila mama anapaswa kujifungua kwa njia ya kawaida. Kuna wakati mama atafanyiwa operesheni kwa ajili ya kuokoa maisha ya aidha mtoto au yeye mwenyewe. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, ni sababu gani zinazomfanya mama aweze kujifungua kwa njia ya upasuaji? Fuatana nami katika somo hili ili uweze kuelewa kwa undani ni sababu zipi zinazopelekea mama aende kufanyiwa upasuaji. Sababu hizi tunazigawa katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza ni sababu zinazomhusu mtoto. Na kwenye swala hili la sababu zinazomhusu mtoto, inawezekana mtoto akawa amelala mlalo mbaya, lakini mtoto anaweza akawa ni mkubwa sana, lakini mapigo ya moyo ya mtoto kubadilika wakati wa uchungu na kupelekea huyo mtoto asipozalishwa kwa njia ya operation au kwa muda mfupi, basi mtoto huyo ataweza kufariki. Hivyo madaktari huwalazimu kwenda kufanya operation ya emergency au ya dharura kwa ajili ya kumwokoa mtoto. Kundi la pili ni sababu zinazomhusu mama. Sasa kwenye hii inawezekana kabisa mama akawa na njia ndogo au njia imeziba. Sio rahisi njia kuziba, lakini basi hebu tutumie neno njia ndogo. Kwa mfano, baadhi ya kina mama nyonga zao huwa zinakuwa zimebana, na wengi hutumia neno la nyonga za kiume. Kwa maana gani? Kuna baadhi ya kina mama ambao nakuta nyonga imebana. Kwa hiyo wakati uchungu unapoanza, kile kichwa cha mtoto hakiwezi kupita kwenye zile nyonga, na hii itamlazimu mama aweze kufanyiwa upasuaji, na mama mwenye sababu hizi atajifungua kwa operation katika nzao zake zote. Sababu nyingine ni pamoja na uchungu kushindwa kuendelea, au uchungu unakuwa ni wa muda mrefu, au mama anapata uchungu pingamizi, inaitwa obstructed labor. Kwa hiyo mama anapopata changamoto hii, hakuna namna, itabidi afanyiwe upasuaji kwa ajili ya kuokoa mtoto. Lakini wakati mwingine ni matatizo ambayo yanasababishwa na kutoka damu nyingi kabla ya kujifungua. Kuna wakati mwanamke au mama anapokuwa kwenye uchungu huwa wanapata changamoto, damu zinaanza kutoka kwa wingi. Sasa usipokwenda kumfanyia operation ya upasuaji, unaweza ukampoteza mama, lakini pia ukampoteza na mtoto pia. Sababu zingine ni pamoja na matatizo ya kondo la nyuma. Kwa mfano, kuna changamoto inaitwa placenta previa, ambayo unakuta kondo la nyuma linatangulia. Kwa hiyo kondo linapokuwa limetangulia, hakuna namna, mwanamke huyu lazima atafanyiwa upasuaji wa dharura wa kujifungua. Lakini hapo kwenye changamoto ya kondo la nyuma, kuna changamoto nyingine inaitwa placenta abruption. Kondo la nyuma linabanduka kabla ya uchungu. Kwa kawaida inapaswa mtoto atoke kwanza, ndio kondo la nyuma libanduke kwenye mfuko wa uzazi. Lakini kuna akina mama ambao huwa wanapata changamoto hiyo, damu zinaanza kutoka kwa wingi zikiambatana na maumivu makali. Hivyo tunapokuja kufanya uchunguzi, tunagundua kwamba lile kondo limebanduka pale, na usipokuwa makini na kuwahi kwenda kufanya operation ya dharura, kwanza mtoto atafariki kwanza, alafu atapatiwa na mama. Kwa hiyo kundi hili la tatu la matatizo ya kondo la nyuma ndio pia kusababisha akina mama wafanyiwe upasuaji. Lakini sababu nyingine ni historia ya upasuaji wa awali. Kwa mfano, mwanamke kama amefanyiwa operation moja
inawezekana akajifungua kawaida endapo atakizi vigezo. Lakini kama mwanamke amefanyiwa operation 2 au 3 na kuendelea, basi huyu mimba zake zote zilizobaki atajifungua kwa njia ya upasuaji. Sababu nyingine ni pamoja na mimba za mapacha au zaidi. Kwa kawaida mwanamke anapobeba mimba ya mapacha, unaweza ukakuta pacha moja katanguliza miguu, lakini pacha mwingine katanguliza kichwa. Sasa kwenye hali kama hiyo, huwa kuna kuwepo na hatari ya kuweza kutofanikiwa kwenye uchungu wa kawaida, na ndio maana huwa inalazimu baadhi ya kina mama wenye mapacha wafanyiwe upasuaji kwa njia kwa maana ya kujifungua. Kwa hiyo hii haimaanishi kwamba kila mwanamke mwenye mapacha atafanyiwa upasuaji. La hasha. Kuna akina mama ambao nakuta mapacha wote wametanguliza kichwa. Hao ambao wametanguliza kichwa, kuna asilimia kubwa ya kujifungua kwa njia ya kawaida. Lakini pia kuna akina mama huwa wanakuwa na mimba ambazo zinakuwa na watoto kuanzia 3 au 4. Mama akishakuwa na mimba ya kuanzia watoto 3 na kuendelea, huyu anapaswa ajifungue kwa njia ya upasuaji na si kwa njia ya kawaida. Lakini ukiachana na hilo, kuna baadhi ya magonjwa ya akina mama ambayo nayo yamekuwa yakipelekea akina mama kufanyiwa upasuaji. Kwa mfano, shinikizo la damu la ujauzito inaitwa preeclampsia, na hili shinikizo mara nyingi huwa linasababisha mpaka kifafa cha mimba. Kwa hiyo kuna wakati mama anakuja yuko kwenye hali mbaya ambayo mkimwacha hata masaa 24 yajayo, kuna uwezekano wa kumpoteza mama, lakini kuna uwezekano wa kumpoteza mtoto. Kwa hiyo akina mama hawa huwa tunaamua kufanya operation ya dharura ili kuweza kumwokoa mama pamoja na mtoto. Lakini changamoto zingine ni pamoja na changamoto za kisukari. Kuna baadhi ya akina mama hupata kisukari wakati wa ujauzito, lakini pia kuna akina mama wengine ambao huwa wana sukari kabla hata ya kubeba ujauzito. Na unajua nini kinachotokea? Mwanamke akiwa na sukari, watoto huwa wanakuwa ni wakubwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku, wakati wa kumtoa, inakulazimu umfanyie mama upasuaji ili uweze kumpata mtoto kwa njia ambayo ni sahihi. Lakini njia nyingine ambayo sio lazima sana ni kwa baadhi ya kina mama ambao unakuta wana maambukizi makubwa, kwa mfano ya virusi ya ukimwi. Unakuta wana high viral load, kwa maana ya kiwango cha virusi kinakuwa ni kingi sana, kiasi kwamba ukisema mama huyu ajifungue kwa njia ya kawaida, kuna uwezekano wa kumwambukiza mtoto. Kwa hiyo kwa sababu hii nayo inaweza ikawashawishi madaktari wakaamua kufanyia upasuaji ili angalau kumwepusha mtoto huyu siweze kufariki au kupata maambukizi hayo wakati wa kuzaliwa. Sababu nyingine ni pamoja na sababu za dharura. Kwa mfano, kupasuka kwa mfuko wa kizazi, uterine rupture. Kuna baadhi ya kina mama ambao huanza uchungu unapoanza wanatumia zile dawa za asili au dawa za kienyeji. Sasa wanapotumia dawa hizi, uchungu unakuwa mkali mpaka kile kizazi kinapasuka. Kwa hiyo mama, tukishagundua kwamba huyu mama yuko kwenye hatua za mfuko kupasuka au mfuko umepasuka, basi lazima twende tukafanye operation ya emergency kwa ajili ya kumwokoa mtoto. Lakini pia kuna wakati kitovu huwa kinatangulia, tunaita cord prolapse. Sasa kitovu kikitangulia, ukisema mama ajifungue kwa kawaida, mara nyingi kile kitovu kitakandamizwa na kichwa cha mtoto, damu itashindwa kutembea na mtoto atakufa kabla hata hajazaliwa. Kwa hiyo inapotokea mama amekuja kitovu kimetangulia, huwa tunapima. Tukishaona mapigo ya moyo ya mtoto bado yamo, na kwenda haraka sana kufanya operation ya emergency kwa ajili ya kumwahi huyo mtoto. Sababu zingine ambazo zinafanya akina mama waweze kujifungua kwa njia ya upasuaji, kama niliposema hata kwenye maada iliyopita, ni sababu ambazo si za kitabibu. Kwa mfano, akina mama wengine wanaomba upasuaji kwa sababu ya kuwa na hofu ya maumivu ya uchungu, lakini hii sio njia ambayo wengi huwa wanaifuata. Lakini pia kuna akina mama wanapokuwa kwenye maumivu makali ya uchungu unapozidi sana, huwa wanaomba upasuaji. Lakini kwa sababu na sisi tunajua kabisa kwamba
upasuaji una hatari nyingi, huwa sio wepesi kwenda kufanya operation kwa ajili ya mama tu kuomba, na ndo maana huwa tunafuatilia mama na mtoto, na endapo mama huyu atahitaji upasuaji, uwe ni wa kupanga au ni wa dharura, basi tutafanya hivyo kulingana na miongozo inayotuongoza. Kwa hiyo mwisho wa siku, hizi ndizo sababu ambazo zinapelekea mwanamke ajifungue kwa njia ya upasuaji. Lakini pia huko mtaani tunajua baadhi ya watu wanasema ukifika tu hospitali unaenda kupasuliwa. Ukienda tu hospitali fulani lazima utafanyiwa upasuaji, na wengine huamua kwenda kwenye vituo vidogo kwa maana ya kwamba wanakwepa kwenda kufanyiwa upasuaji. Naomba nikuhakikishie tu kwamba kama umenifuatilia vizuri na umeona sababu zaidi ya 10 zinazoweza kuhatarisha maisha ya mama na mtoto, hizo ndizo sababu ambazo zinatufanya sisi twende tukakufanyie upasuaji. Na kumbuka, hakuna daktari anayependa kwenda kupasua. Kwa sababu gani? Kuna wakati mgonjwa anaweza akapata changamoto za dawa za usingizi na akafia pale kwenye kitanda. Kwa hiyo usiji ukaona tu kwamba tunakupeleka kule ukadhani labda tunafanya kwa ajili ya manufaa. La hasha, tunafanya kwa ajili ya kuokoa maisha ya wewe pamoja na mtoto. Endelea kunifuatilia katika YouTube channel yangu, usisahau kusubscribe, comment, lakini kama una swali pia unaweza ukauliza, tutakujibu kwa maana ya kujenga uelewa. Lakini share pia kwa mtu ili masomo haya yaweze kuwafikia watu wengi kwa muda mfupi, na mwisho wa siku tuweze kuwa na afya zilizoboreka. Asante kwa kunisikiliza.